nina baadhi ya vipodozi kwa ajili yako. Binti anaambiwa yupo bizi anapandisha hisia. Mama akageuka, unafanya nini? Akasimama na kumfuata. Shida nini? Toa mikono yako. Binti akarudi tena. Madam akamsukuma. Binti akarudi tena na kumvagaa mpaka mama akalainika, akamtupia kitandani. Baada ya wazungu kumwagika, binti anasema tafadhali nisamee, haitajirudia tena. Tafadhali usimwambie mume wako. Mama anasema usijali, sijawahi kulizika kiasi hiki maisha yangu yote. Umenifikisha kileleni. Mama upo serious? Mama akampa mkono kisha akauweka kwenye kifua chake. Wakiwa wanapiga stori, mume wake anafika na kumuuliza, mbona hujaja kazini? Nilikuacha ukijiandaa kutoka. Mama anasema nilibadili mawazo, mimi ndo mmiliki wa kampuni, kwa hiyo nitaiendesha jinsi ninavyotaka. Jamaa kuwa na kelele. Binti tulia, usiogope, mali ni zangu, utaenjoy, hicho ni kionjo tu. Mzigo unaanzia chumbani. Huyu dada mwenye nguo ya njano anayejiremba anaitwa Natasha na huyu ni mpenzi wake. Kwa hiyo hapa huwa ni mambo ya misago. Natasha huwa anawapelekea moto wanawake wenzake. Ile anatoka, jamani mpenzi, hata uniagi. Basi akampa juisi ya tango pale. Upande wa pili tunaonyeshwa huyu jamaa kwa jina la Ijike. Kuna nyumba anaitafuta, amepewa address. Akagonga hodi. Mlinzi akafungua, unamtafuta nani? Ijike akasema namtafuta Madam Elizabeth, nilipewa address yake. Mlinzi akampigia madam. Madam akasema mruhusu aingie ndani, ni mgeni wangu. Wao jamani, karibu nyumbani kwangu. Mix amepapaso mingi mgongoni. Karibu sana, nikuletee kinywaji gani? Champagne, wine au whisky? Amna mama, nipo sawa. Usiniite mama, jina langu ni Elizabeth au Lizi. Sawa Madam Lizi. Sio Madam Lizi, naitwa Lizi. Aya, simama ukachukue waini. Mama ni miemko tu. Mwamba baada ya kuchukua waini akawa anapashangaa mule ndani, akisema hii nyumba ni kama ikulu. Mara Madam Lizi anafika. Mchizi anasema unaonekana unataka kutoka. Madam Lizi akasema tunatoka out, nataka tukatembee ili mimi na wewe tupate kujuana zaidi. Basi wakatoka. Mfanyakazi wa ndani akiwa anaenda sokoni, mlinzi anamwambia nilijua tu, unafikiria sijui? Madam ametoka na wewe sasa hivi unatoka, unaenda kumuona bwana wako. Wewe ni mjinga, madam kaniagiza sokoni, unaniita mimi mjinga? Jiangalie jinsi ulivyo, huko nyuma hata nyama hazipo, ni mifupa tu. Madam Lizi na Ijike walivyorudi, madam akamuuliza unafanya kazi gani? Mwamba akasema nafanya kazi kwenye benki za mikopo. Na unalipwa shingapi? Nalipwa 50,000 kwa mwezi. Madam akasema kaa kwangu na nitakuwa na kulipa 100,000 kwa wiki moja. Ijike akashangaa. Upande wa pili tunaonyesha huyu rafiki yake na Ijike anaitwa Victor. Anasema kwa hiyo Ijike bado hajarudi, nilimwambia asiende kwa huyo mwanamke, hata kazini kuwepo, na nikimpigia apokee simu zangu. Akajaribu kupiga tena, Ijike akapokea. Victor amuuliza mbona hujaja leo kazini? Ijike anasema tutaongea nikirudi nyumbani. Victor akawaka, unajua ni jinsi gani nilivyohangaika mpaka ukaipata hiyo kazi, alafu sasa hivi unaichezea. Sawa Victor, naelewa, nikija tutaongea. Nje mfanyakazi wa ndani kamletea mlinzi chakula. Mlinzi anasema sikitaki hicho chakula, nataka chakula chako cha huko chini, kwa hiyo unatakiwa uende ndani uchanue miguu yako na tutachukua feni ya madam